akagundua kujiita mwinjilisti, au akaona kumbe kwa viwango hivi bado sijafikia kiwango cha kuitwa mwinjilisti. Haleluya. Sehemu ya kwanza ambayo tutamtazama mwinjilisti ni sehemu ya historia. Historia ya Biblia kichwani pa huyo mwinjilisti. Historia ya Biblia kichwani pa huyo mwinjilisti. Historia hii inabeba vitu vitatu. La kwanza, maarifa ya Biblia, ambapo Kristo awe na ujuzi wa kufikiria, asiwe mwingi wa kutenda, awe mwingi wa kufikiria. Mwinjilisti anaweza kushiriki imani au shuhuda na kutetea imani, utetezi, na kuongoza kanisa katika uinjilishaji na kuunda mwili wa Kristo unaokubalika. Anaweza kushiriki imani na anaweza kutetea imani na anaweza kuongoza kanisa katika uinjilishaji na kuunda mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Huyo ni mwinjilisti. Hiyo namba 2 imepita, tunaenda namba 3. Namba 3 inasema mwinjilisti ana ujuzi wa ibada. Mwinjilisti ana ujuzi wa ibada, ambako ufafanuzi yake inasema anaweza kutafsiri maandiko, kuandaa na kuwakilisha ujumbe, kufundisha masomo, kusimamia sakramenti ni meza ya Bwana, na kuongoza ibada ya maombi. Mwinjilisti ufafanuzi lake linasema anaweza kutafsiri maandiko, kuandaa na kuwakilisha ujumbe, kufundisha masomo, kusimamia sakramenti yani meza ya Bwana, na kuongoza ibada ya maombi. Haleluya.